hivi, waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Hamtamwabudu katika mlima huu wala Yerusalemu. Ile roho na kweli itakuhalalisha kumwabudu Mungu popote utakapokuwa. Tunapokutana hapa, tunakutana kwa ajili ya kupeana maarifa ya kuishi na Mungu vizuri utakapokuwa. Ibada haitengenezwi na Mungu. Ibada inatengenezwa na mtu. Yaani kama ndani yako hauna ibada, hauna moyo wa kuabudu, chochote kitakachosema hapo madhabahuni utahisi unasema wewe au anasema Mungu. Mtu ambaye ana ibada ndani yake, chochote kinachotoka madhabahuni anajua kipo kwa ajili ya kunitengeneza, kwa ajili ya kuniweka sawa, kwa ajili ya kunirekebisha, kwa ajili ya kuninyosha, kunipa maelekezo na nikiwa niishike na Mungu wangu. Somo la leo lilikuwa la kwangu. Mungu anatafuta watu wa sura hiyo. Somo la leo limenigusa. Kwa hiyo ibada halisi inatengenezwa na mtu. Mungu anakuja kuisherehekea hiyo ibada, hadi kufanya ibada pamoja na wewe. Mungu anakuja kupokea manukato, harufu nzuri kutoka kwa watu wanaoabudu kiuhalisia. Tukija hapa tunakutanisha ibada yako na ibada. Tukishazikutanisha zile ibada, alafu tunampa Mungu, anajisikia fahari kwa kusema walipo wawili watatu kwa jina langu ndipo. Hili neno sio la kulifariji nalo, ni neno ambalo Mungu anataka watu wanaohalisia ndani yao wanapokutana. Sio jamani, sio tuko wachache. Biblia inasema walipo wawili watatu. Ili ni kwa ajili ya watu ambao wana nia ya kumpelekea Mungu ibada. Waabudu halisi hawatamwabudu kwenye magorofa au kwenye maturubai, wataabudu katika roho na kweli. Unatoka na ibada ulikotoka, unaileta hapa. Mungu hakai kwenye hekalu lililojengwa kwa mikono. Zile sadaka zile zinakuwa ni maisha ya watu, huwa hazijaji bure. Hakuna sadaka inayotolewa bure. Inabeba sauti ya mtu, ina maelekezo sahihi ya mtu. Unapoitoa sadaka, Mungu hadanganyi. Unapotoa sadaka ile, ni moyo wako mzima unakuwa umeenda. Kwa Mungu anakupima kwenye sadaka yako. Paulo, nimaliza kwa kusema hivi, huyu Paulo akawakuta watu ambao wako serious na Mungu lakini hawamjui Mungu wanayemtumikia. Leo nitawaambia habari ya Mungu mnayemtumikia. Kuna ibada mnafanya lakini hamko serious naye, kwa sababu wanasikia kuna Mungu. Kwa hiyo wametengeneza kitu ambacho kina sura ya Mungu ili wakitumie kile kitu kuishi na huyo Mungu. Jamani, nawaambia hivi, tunaishi na Mungu kwa sababu Mungu haonekani. Angekuwa anaonekana, kuna watu tusingeishi naye. Biblia inasema hivi, kila kitu kikishaonekana, jina la imani linafia hapo. Kuishi na kitu ambacho hakionekani ndio inaitwa imani. Imani, kanuni zote zinakataa. Yaani hakuna kanuni ambayo itakubali kwenye swala la imani. Iko hivi, ibada huwa inatengenezwa na mtu. Yaani madeliki, kama umeshindwa kuitengeneza kwa ibada huko nyumbani, ukikuta ibada imenoga, unajua unatumia ibada ya benja. Tunakuja hapa kwa ajili ya kushare ibada zetu ili tumpatie Mungu. Nasema hivi, waabudu halisi watamwabudu nani? Kwa mtu yote ambaye ndani yake uhalisi wa Baba haupo, hawezi kumwabudu Mungu. Kitakuwepo kitu anachokiabudu, na hicho kitu kikiondoka, ibada ndani yake inaondoka. Yaani unaweza ukaabudu misaada, kiabudu tu unaachiliwa share, kiabudu unaweza ukaabudu kwa sura hiyo. Ile share ikikata, hauponi tena. Yaani wewe umekuja ibadani, alafu ibada, muda wa neno ambao ndio kitu kinatukusanya ibadani, wewe umekaa nje. Tuna share kukusanya ibada zetu, yeye kakaa nje. Kwa hiyo Mungu anatafuta watu ambao wanamwabudu. Yaani ukija hapa, yaani unaleta ibada yako, unachanganya na ibada ya Hebron, unachanganya na ibada ya mchungaji, tunazichanganya ibada zetu, tunamwabudu Mungu katika roho na kweli. Unauleta moyo wako kwa Mungu, usilete ya hatia yako, leta ibada yako. Mungu linauleta moyo, pambana nao, shughulika nao. Kuna vitu tunakutana katikati ya wiki vinanichanganya, vinanivurugia ibada yangu na wewe. Mungu anatafuta watu ambao wana ibada, wanatengeneza kitu kinaitwa ibada, wanakuwa na bondi ya kueleweka, ambao Mungu akishuka anajua kabisa niko mahali sahihi. Sio Ebroni akitoka tu nje. Sasa hivi mbona kama nyimbo hazinogi saizi, kumbe kushusha wimbo ametoka nje.